Za wakati huu, please like, comment na share. Leo naomba tuangalie aina kuu 4 za uhalali katika upimaji na tathmini. Uhalali katika upimaji na tathmini ni nini? Uhalali katika upimaji na tathmini ni kile kigezo ambacho kinaonyesha usahihi uliofanyika katika upimaji na tathmini, kwamba mitihani yako, majaribio yako, aina yoyote ya upimaji ulioifanya wewe iko sahihi au haiko sahihi. Wewe mwalimu umetunga mitihani yako, mitihani yako ipo sahihi? Ina uhalali wowote mpaka kuwapima wanafunzi au haijazingatia uhalali? Kuna aina kuu 4 za uhalali katika upimaji na tathmini. Aina ya kwanza ni uhalali wa maudhui, wanaita content validity. Katika uhalali wa maudhui, maana yake ni kwamba hapa tunaangalia, maudhui yaliyofundishwa ndiyo yaliyotumika katika kumpima mwanafunzi, au maudhui yaliyofundishwa hayajatumika katika kumpima mwanafunzi. Mfano, wewe ni mwalimu wa Kiswahili, umefundisha mada 5. Maana yake ni kwamba katika uhalali wa maudhui unatakiwa kutunga mtihani contain au unaojumuisha mada zote ngapi? 5, na sio sehemu ya mada ulizofundisha. Unakuta mwalimu amefundisha mada 5, lakini unakuta maswali yake kwenye mtihani yamejikita katika mada moja. Ukipita kona moja, swali limetoka kwenye mada ile ile, swali la 3 mada ile ile, swali la 4 mada ile. Hapana, maana yake ni kwamba hakikisha maswali yako yamecontain mada zote ulizofundishwa. Na hii utawezaje kucontain mada zote ulizofundisha katika mtihani? Tumia table of specification au tumia wanaita jedwali la utahini, litakuongoza katika kutunga mtihani wako vizuri. Aina nyingine ya pili ya uhalali ni uhalali wa dhana, wanaita content validity. Katika uhalali wa dhana, hapa tunaangalia kwamba mtihani wako ulioutunga unaendana na lengo lako ulilopanga. Mfano, katika nyanja ya utambuzi tunaangalia vipengele tofauti ambavyo vinaweza vikamsaidia mwalimu katika kutunga mitihani yake. Mfano, kuna kipengele cha kukumbuka, kuelewa, kutumia, uchambuzi na vipengele vingine. Mfano, wewe mwalimu umepanga kumpima mtoto uwezo wa kufikiria. Maana yake ni kwamba maswali yako hakikisha umeyatunga katika kumfikirisha mwanafunzi na sio kukariri. Unakuta mwalimu umepanga, bwana, mimi wanafunzi wangu nitawapima uwezo wa uelewa au nitawapima uwezo wa kufikiri, lakini umeweka maswali ya kuchagua. Maswali ya kuchagua hayahusiani na kumpima mwanafunzi kufikiria, hayahusiani na kumpima mwanafunzi uelewa, ila yanampima mwanafunzi uwezo wa kukariri. Kwa maana yake ni kwamba endapo utatunga maswali yanayoendana na lengo lako, maana yake utakuwa umewini katika uhalali wa dhana. Lakini aina nyingine ya uhalali ni uhalali wa muonekano, wengine wanaita face validity. Katika uhalali wa muonekano, hapa tunaangalia nini? Maana yake ni kwamba hapa tunaangalia, maudhui uliyoyafundisha, somo lililofundishwa na maswali yaliyotoka yanaendana na maudhui husika au yanaendana na somo husika. Mfano, wewe ni mwalimu wa sayansi. Kama wewe ni mwalimu wa sayansi, maana yake ni kwamba maswali yako yatakayotungwa kwenye mtihani lazima yatajihusisha na uchambuzi wa nini? Wa kisayansi. Wewe ni mwalimu wa hisabati. Maana yake ni kwamba maswali yako utakayotunga kwenye mtihani wako yataendana na hisabati au yatakuwa ni ya namba kuendana na somo husika. Wewe ni mwalimu wa Kiswahili, maana yake ni kwamba maswali yako yatakuwa ni ya Kiswahili. Lakini sio wewe ni mwalimu wa Kiswahili lakini unakuta kuna maswali mengi ya hisabati kwenye somo la Kiswahili, au unakuta wewe ni mwalimu wa sayansi lakini unakuta maswali yaliyomo mle mengi ni ya Kiswahili kwenye somo la sayansi. Maana yake wewe mwalimu uliyetunga mtihani wako utakuwa haujakidhi vigezo vya uhalali wa muonekano. Kwa sababu gani? Kile ulichokitunga kwenye mtihani hakiendani na somo husika, au kile ulichokitunga kwenye mtihani hakiendani na maudhui husika, au hakiendani na kile ulichokifundisha. Lakini aina ya 4 na ya mwisho ya uhalali ni uhalali wa
kigezo, wanaita criterion validity. Katika uhalali wa kigezo, maana ni kwamba hapa tunaangalia ni namna gani ambavyo upimaji fulani uliofanyika unafanana na upimaji mwingine uliofanyika, lakini upimaji hizo zote mbili zinakuwa zinafanana. Lakini sasa katika uhalali huu wa kufuata kigezo umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna uhalali wa sambamba na kuna uhalali wa kubashiri. Katika uhalali wa sambamba ni ule uhalali ambao unakuta maybe tuchukulie mfano ni shule fulani imetangaza nafasi za wanafunzi kujiunga katika shule hii, au unakuta sasa wewe ni mwalimu unataka wanafunzi wako wavuke kutoka darasa la 7 kutoka darasa la 4 waingie darasa la ngapi? La 5. Unakuwa umeweka mtihani wa mchujo. Maana yake ni kwamba atakayefaulu mtihani ule, maana yake atakuwa na uwezo wa kuingia darasa la ngapi? Darasa la 5. Sasa akishafika darasa la 5, tunategemea kwamba uwezo wake aliyouonesha kwenye ule mtihani, maana yake aendelee vile. Kama alikuwa wa kwanza kwenye ule mtihani wa mchujo, tunaamini kwamba akishaingia darasa la 5 ataendelea kuwa wa kwanza au atakuwa bado na kiwango cha juu. Endapo huyu mtoto kwenye mchujo alifanya vizuri, alafu baada ya kuendelea na masomo akafanya vibaya, maana yake tunaamini kwamba huu unakuwa hakuna uhalali wowote wa kigezo. Maana yake ni kwamba isikute upimaji uliofanyika kwenye mchujo haukuwa salama zaidi, ulimpitisha tu, ndio maana anafanya vibaya kwenye mitihani mingine kwenye hilo darasa aliloingia. Au unakuta ni mfano labda ni chuo kinafanya udahili, kikachukua wanafunzi wenye 1 tu kikawadahili. Maana yake ni kwamba wanafunzi hao kwa sababu wameonekana wana uwezo mkubwa kiakili, kwa hiyo sasa katika kipindi hicho wanasoma chuo wanatakiwa waendelee kuonesha uwezo wao wa uwezo wao wa juu. Endapo itatokea wanafunzi wao wataanza kudisco au matokeo yao yatakuwa mabaya, maana yake ni kwamba uhalali wa kigezo utakuwa haujazingatiwa. Maana yake inaweza ikawa upimaji uliofanyika mwanzoni walipitishwa tu, hamna chochote kilichofanyika. Kwa maana yake ni kwamba ili uonekane umezingatia uhalali wa sambamba, maana yake ni kwamba mchujo uliofanyika, maana yake wanafunzi hao waliochujwa wakaingizwa kule wawe na uwezo ule kama ulioonekana kipindi cha mchujo. Lakini katika kuna uhalali mwingine ni uhalali wa ubashiri. Katika uhalali wa ubashiri, maana yake ni kwamba mwanafunzi anapewa mtihani huu sasa hivi. Mfano sema labda ni mtihani wa jiografia akaufanya leo, baada akapata labda 80. Sio hivyo? Baada ya kupata 80, maana yake ni kwamba baada ya siku 2-3 au baada ya wiki moja akarudishwa mtihani ule. Maana yake ni kwamba ili ionekane kwamba umezingatia uhalali wa ubashiri, maana yake ni kwamba anatakiwa apate 80 ile kama aliyoipata mwanzoni, au ikiwezekana basi itofautiane kidogo sana. Lakini sio mtihani huu amepata 80 lakini ule mtihani mwingine anapata 12, maana yake panakuwa hapajazingatia ule uhalali wa utabiri au uhalali wa ubashiri, wanaita predictivity validity. Sasa wewe mwalimu unayetunga mitihani yako, je, mitihani yako una uhakika imezingatia uhalali? Je, mitihani yako unayoitunga au upimaji wako na tathmini unaotumia katika kuwapima wanafunzi, je, umezingatia uhalali wa maudhui? Je, umezingatia uhalali wa dhana? Je, umezingatia uhalali wa muonekano? Je, umezingatia uhalali wa kufuata kigezo? Au unatunga tu mitihani bila kufuata uhalali wa aina yoyote?